Kuna mtu amenitumia message kwenye messenger ya Facebook yangu kwamba mkuu, mimi mke wangu nilipohamia tu kwenye nyumba yetu mpya tayari mara vurugu zikaanza, nikashindwa mimi, inabidi nimwachie tu nyumba ili niishi mwenyewe. Nikasema nitakujibu katika mada zangu. Bwana, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ukiona mwanamke yeyote yule mmetoka kwenye kupanga, mia kwenu, ameanza vurugu za hatari, anakukumbusha mpaka makosa yaliyopita miaka 2-3, manake target yake toka muda ilikuwa sio kuwa na wewe. Ilikuwa target yake toka muda umsaidie kujenga, alafu kisha yeye abaki na nyumba, wewe uondoke. Kwa hiyo hapo cha msingi cha kufanya, ndugu yangu, kama kiwanja ulinunua wewe, mmejenga wote, angalia jinsi ya kufanya. Kama mmezaa watoto, nyumba waachie watoto, nenda kapambana. Ila kama hujazaa naye watoto, basi pambana, sheria zipo, sheria haimpendelei mtu kwa ajili ya jinsia. Kwa hiyo nenda kapambane, utapata haki yako ndugu yangu. Lakini huyo sio mwanamke ambaye aliyekuwa na malengo na wewe. Huyo ni mwanamke ambaye alikuwa na malengo wewe akutumie kama mtumwa wa kumaliza hiyo nyumba ili yeye abaki kwenye hiyo nyumba. Na hao sio huyo tu mwanamke. Wanawake wengi kweli kweli wa design hiyo. Tena wengine wanafika mbali, wanakuzalia mpaka watoto. Tena watoto wanafanana na wewe kama umepiga picha, lakini mwenzako hana nia ya kuwa na wewe. Ameshakuona wewe ni fighter, unaweza kutunza watoto vizuri, unaweza kusomesha vizuri, unaweza kutafuta mali, kwa anataka akutumie kwa wakati fulani, avune, alafu yeye anakuachia hayo maumivu, anaondoka zake. Kwa sababu anajua tu huwezi kuacha kusaidia watoto wake, na watoto wake ukiwasaidia, ukiwasomesha, bado kwenye utu uzima watamsaidia yeye kuliko wewe baba. Sijui umenielewa?